Kaunti ya Nyeri. Nitakuwa nasema na wakazi wa eneo hili la Mlima Kenya upande wangu wa mkono wa kulia na pia vile vile mkono wa kushoto. Na bila kupoteza muda moja kwa moja niweze kusema nao upande wangu wa mkono wa kulia. Nitakuwa nasema naye Kadaudi, na tumai ndio jina sahihi. Naam. Kwanza nianze kwa kukuhusisha. Ile ziara ya Rais William Ruto ilikuwa ya maendeleo ama ilikuwa siasa tu? Asante sana Majibu. Thank you very much for giving us this opportunity to express our freedom of speech, even under circumstances under which that freedom is being undermined. But we are very lucky that we are leaders like Morango, Edgar Sheri, who installs political sanity whenever that is absent. Well, langu niseme ya kwamba ziara ya rais hapa Mount Kenya 90% ilikuwa ni siasa tu, na najua tuko na evidence kwa karatasi ambayo tutaendelea kueleza. Shukrani sana kwako Majibu. Unasema uko na evidence kwa karatasi? Naam. Haya, vile vile pia niweze kusema naye Bwana Lawis, uniambie pia kwa kifupi kama ile ziara ya Rais William Ruto ilikuwa ya maendeleo ama siasa tu, na kwa nini? Asante sana Majibu. Kwa majina ni Lawis Brown Mathenge, na kwanza ningependa kukaribisha huku kwenye mlima. Asante. Mimi nawania, ni mwanarika na nawania kiti cha eneo ward ya Kamako Mukaro huku kaunti ya Nyeri, na ni mwanarika ambaye anaamini kuwa uongozi sisi kama vijana tunaweza ongoza nchi. Kulingana na mswada wa leo kuhusiana na president alipokuwa amekuja kutembea huku kwenye mlima, mimi kwa maoni yangu hayo yalikuwa yote siasa, kwa sababu Majibu, nimekukaribisha huko Mount Kenya na najua vizuri umekuja kutumia barabara, na wewe vizuri unajua haujapata tractors, haujapata hata malori kwenye barabara. Kwa hivyo sisi tulikuwa tunajua. Wiki kama 2 nilikuwa nimetembea huko mjini, na niliacha kama kuna, hiyo ni kabla rais akuje, nilikuwa nimeacha kama kuna tinga zilikuwa zinatengeneza barabara. Lakini jana, na unaweza niunga mkono kuwa hujapata tinga kwa barabara. Kwa hivyo kwa kifupi ningetaka kusema haya yote yalikuwa ni siasa, na sisi wote tunaona hivyo, na ndio maana tumekuja na hapa tunasema kuwa ziara hii ya president ilikuwa tu ni siasa. Unasema ilikuwa ni siasa tupu. Asante. Nipate kauli yake John Munyiri. Johnny amesema nimuite hivyo. Pia nikuulize, ziara ile ilikuwa siasa ama ilikuwa ya maendeleo? Asante sana Majibu. Mwanzo nichukue fursa hii kuwakaribisha hapa mlima. Unaona Nyeri ni kaunti ambayo imeendelea. Tuko na mahala kwingi kwa kustarehe, na nichukue fursa hii niwakaribishe sana. Mimi ndio nimeitwa John Munyiri. Hapa ni nyumbani, mimi ni mkaaji wa Nyeri. Nimelelewa hapa, nimeishi hapa, nimefanya kazi hapa na pia kwingine. So nikisema ukaribie Nyeri na maanisha hivyo. Ujihisi nyumbani ama mjihisi nyumbani, hapa ndipo. Hii safari ya rais, Mheshimiwa Rais, naweza sema kwamba ilikuwa yes ni siasa, na pia ilikuwa ya kimaendeleo. Manake ile shida kubwa tumekuwa nayo ni kutofautisha na kusema kwamba jambo ni siasa, ama tunachukulia ofisi ya rais ikiwa tu ni maybe jambo tu la kisiasa. Lakini kwa kila tour ya rais ama ya mwanasiasa, yes inakuwa ni siasa na pia inakuwa ni maendeleo. So we cannot actually just call it a political tour. It was a political tour, yes, and also a development tour. Na najua utatupa nafasi ya kufafanua zaidi, ya kueleza zaidi. Asante. Nafasi ipo. Pia nizungumze naye bingwa hapo kando yako, pia vile vile aniambie kwa kifupi kama anahisi kwamba ilikuwa siasa tupu ama ilikuwa ya maendeleo. Asante sana Majibu. Jina langu ni Mureithi wa Muturi, kiongozi wa wanarika kutoka hapa Nyeri. Na pia ningetaka kuwakaribisha Media Max hapa Nyeri, mjisikie nyumbani. Zaidi ya hayo, ningetaka kusema kwamba ziara ya mtukufu rais ilikuwa ya maendeleo, ila
ile shida ambayo tunaweza kuwa nayo kubwa ni kutofautisha ambavyo John amesema. Manake alipofika hapa rais alilakiwa na wanasiasa. Gavana Kahiga mwanasiasa, Senator wa Matinga mwanasiasa, mbunge wa Mathira mwanasiasa, mbunge wa Nyeri mwanasiasa, rais mwenyewe mwanasiasa. Kwa hivyo wakati ambapo wanasiasa wanatembea pamoja kuna siasa. Ila ni siasa lakini maendeleo mbele. Na hayo vile vile ningetaka watu wafafanulikiwe na maneno. Nimemsikia rafiki yangu hapa Lawis akisema kwamba ati umepita kutoka Nairobi hujapata tinga. Tafadhali usikae pale kama kwa peke yake, tembea, njoo kwetu. Manake wale ambao wana uzoefu wa kwenda Nairobi wanajua kwamba katika mji wa Karatina construction ya barabara inaendelea, kandarasi yupo ama the contractor yupo on site. Amesema tingatinga zilikuwa juma lililopita, lakini baada ya rais kumaliza ziara tingatinga zikaenda. Shida ile kubwa tunaweza kuwa nayo ni kwamba if at all probably people want to believe the make say and the make believe that is on social media, because the people of Mathira right now can see that development is going on. Shikilia wazo lako. Wacha nivuke upande huu mwingine pia nipate kauli ya bingwa. Jina lako nani, na ukitofautisha tu siasa na maendeleo kwenye ile ziara ya Rais William Ruto, siasa utazipatia asilimia ngapi na maendeleo asilimia ngapi? Asante sana Majibu. Kwa majina ni Paulo Konkara, kiongozi wa wanarika Nyeri na hata Kenya. So kwa ziara ya Rais wetu William Ruto yenye ilikuwa hapa kwa mlima, for me I can frame it into three. It was first of all 40% was political, 30% was for perception, and also 30% was for development. Nikitaka kuchangia pointi zangu kidogo, hapa Nyeri Town constituency tumekuwa na uwanja wa Roringo Stadium ambao rais alienda akapeana kwa KDF. The project have been stalled for like 8 years. That is part of development. As part of development, I saw the president inspecting the affordable housing at Roringo Stadium, and it was for me naweza igawanyisha hivyo mara tatu. So for perception, rais pia ni mwanasiasa kama vile rafiki yetu amesema hapa. So he want to show the country that regardless of what have been going on, I have the mountain on my side. And also to prove a point to his former ally Rigathi Gachagua that you said I can't visit the mountain. I was there, I was received without you. So to me I can just frame it into three. Unasema kuna maendeleo, utaniambia baadaye kama ni ya maendeleo. Mbona barabara ya Shamara Rutune imezinduliwa mara 5? Nipate kauli ya dada mbele yako kwa kifupi tu, mpatie kipaza sauti dada mbele yako, tupate pia kauli yake. Pia kwa kifupi nianze kwa swali ambalo nimeuliza wenzako. Ziara ile ilikuwa ya maendeleo ama ya siasa? Siasa asilimia ngapi, maendeleo asilimia ngapi? Asante sana Majib. Kwa majina naitwa Monica Wangombe, political scientist na pia civic educator. Niko na podcast inaitwa Uchambuzi Place. Na kwa kifupi naweza taka kusema ziara ya mtukufu rais, I can say ilikuwa 50% development, 20% siasa, na pia 30% testing the waters, kuona pale 2027 mambo yatakuwa vipi. Kama mlima unateleza ama apatwe viatu akwe mlima. Yes, that is what I would say. Na kwa nini asilimia hizo? Well, 50% development kwa sababu kama rais kuna yale the promises that he made to us na pale kwa manifesto. Lazima akuje angalia pia kama if his implementers, unajua rais afanye kazi peke yake. So lazima pia akuje angalia kama his implementers pale ground if his projects bado zinaendelea. So lazima, it was good that he came, lakini I would say pia it was not done properly. Alifanya a lot of rooftop politics. I don't think he got the feedback kwa sababu hapa alikuwa amekuja kutafuta feedback. So angefanya pale mambo kama town halls, meeting with the farmers, meeting with other stakeholders, student unions, trade unions, ili tuone kama, ili aweze kuona kama kazi amefanya, to get the actual feedback, raw feedback.
Asante. Mpatie mwenzako hapo nyuma yako pia kipaza sauti, jina lako nani Bingwa. Alafu ukiangalia ile miradi ambayo iliweza kuzinduliwa na rais, je, inatosha kuzinduliwa na rais ama alikuwa anazindua matenki ya maji kana kwamba ni barabara za kuunganisha mataifa? Okay, kwa majina naitwa Richard, mkaaji hapa Nyeri. I'm a youth leader. So as kwa hiyo nini ya rais kuja hapa Nyeri, it was all about politics and all about kuangalia venye ground nasema ama kuangalia kama ground bado iko na yeye. It was haiko ati anakuja just kuzindua hizo miradi ama nini. Ilikuwa anakuja tu kuangalia ground kama bado iko na yeye. Lakini kwa venye hakukaa sana, kwa hivyo bado hajajua venye ground iko. Yeah. Na ulikuwa unasema anajaribu ground venye ilikuwa. Venye ilikuwa. Ukiangalia ground bado iko na yeye ama ilishaenda? Ground ishaenda. That's to be frank, ishaenda. Currently hakuna hiyo kama our area. Kulikuwa na some ratings. Ulikuwa unaandika majina yako. Upewe kuna certain amount of money ulikuwa unaekelea, unapatiwa. So as for me, I got 3K out of that hiyo ziara ya kuja huku. Then kusema tu kweli ground iko na yeye. Aya, nipate kauli ya dada pia kando yako, jina lako nani, na pia vile vile uniambie ziara ya Rais William Ruto ilikuwa ya siasa ama ya maendeleo, na pia vile vile ile miradi aliyozindua inatosha kuzinduliwa na rais ama angewachia MCA? Okay, naitwa Wanjiko G. I'm a PR practitioner. For me, I'd like to echo the words of this guy here. Sikumbuki jina yake. 20% politics, perception, and the rest development. And insisting on perception, Rais alitumia perception kama strategy. To make other communities see he is loved hapa mlima. Na wakiona hivyo wako like, hey, president anapendwa. So he used that as a strategy, which according to me went very well. And zile miradi alikuja ku-inspect. I think it's okay for president to do that, according to me. Yeah. Aya, nipate pia kauli ya Bingwa mbele yako. Anasema ile mbinu ya rais iliweza kufaulu. Pia nikuulize, aliweza kufaulu, na je, wakazi wa Mlima Kenya haswa kaunti ya Nyeri bado kwa pamoja na rais ama wako wa Munyoro? Thank you very much for this opportunity. I'm Clement Morage from Madera constituency, Magutu ward. Unasema kule kwa Munyoro kwenyewe? Wa Munyoro kwenyewe. Niambie kauli yako. So I'm an MC aspirant from Magutu. According to the visit of the president in the Mount Kenya, according to me, my perception was that the president was coming just for political reasons. And the reason why I argue that is that there was a lot of mobilization that was done for people to attend those meetings. If it was purely development, there was no need for mobilization. For instance, there was no need of just ferrying people from Madeira to come and watch as the president inspects the affordable houses around Roringo Stadium. That was not, it was not, for instance, what should have happened. Unasema kulikuwa na mchezo hapo. Kuna watu ambao walibebwa kuja tu kushuhudia hafla za rais. Kulikuwa na mchezo ya town ilifanyika hapo. Walilipwa? Watu walilipwa vizuri. Pesa ngapi? According to a testimony that I had from one of your radio stations yesterday, there is a woman who testified that she was given 3,000 to attend the meeting that was there on Saturday. So, according to that woman, she said that they were paid a lot of them. And to the question that you have asked me whether the president achieved what he was doing, because me I'm a person who listens to the people, hapa venye tunaambiwa na Wamunyoro tusikize ground. Maybe over the weekend I was around Madeira in Magutu as per se, and I tried to evaluate the president's tour, and the residents of Madeira are bitter that the president could come to Nyeri and not even have a stopover at Karatina or even launch any single project in Madeira. And about the politics of the mounting, according to my assessment, people are done with the president. We are focusing on the future election, on what we'll do. Thank you. Asante. Bingwa kando yako, alafu nije kwa Bingwa nyuma yake.
Pia vile vile jina lako nani, na ameibua swala nyeti kabisa kuhusiana na wale watu ambao tuliweza kuwashuhudia wakishuhudia zile hafla za rais. Ule umati ulilipwa na una ufahamu wowote? Walikufuata pia wewe kukuuliza labda kama unaweza kuhudhuria hafla hiyo, na walikofa hela ngapi? Naam, asante sana. Kwa majina tunajua Kiambati, kiongozi wa vijana hapa Nyeri, pia mwaniaji wa kiti cha MCA pale Iriaini Ward, Mathira constituency. The impact of the presidential tour in Mount Kenya, it was 90% politics, 10% development. Because this was a time that the president could have used the time to engage the ground, that is the Wanjiko. Because we have issues to do with the SHA, we have issues to do with in the health sector, in development sector. This was a chance that you could have used to interact with the ground, kwa sababu wale ni sana wanasiasa ambao wamemzunguka pale wanamdanganya, mwambia mambo ya SHA inafanya kazi, mwambia ground iko sawa. Lakini alipokuja pale aliwatumia hawa viongozi to mobilize people from villages to come to listen to him. So as we said last week, rais alikuwa anaongelesha pesa yake, hakuwa anaongelesha umati, hakuwa anaongelesha wananchi. Alikuwa anaongelesha hela zake. Naam. Walikufuata ama unajua mtu yote ambaye labda alilipwa kuweza kuhudhuria hafla ya rais? Sisemi umtaje, lakini kama unafahamu wote labda tujue alipatwa hela ngapi. Naam. Asante sana. Wananchi walipewa pesa, they were given money handsomely. Because I have a testimony from a friend who was given 5,000. I have a testimony from another friend who was at State House. Sagana alipewa 8,000. So ground ilikuwa imejaa pesa, na tulisema ng'ombe asife ama ndovu asife na maziwa. Yaani watu wanapatiwa 3,000, 4,000. Sisemi ni ukweli mtazamaji, lakini kama ni ukweli, watu wana hela. Mpatie mwenzako nyuma yako. Bingwa pia walikufuata. Jina lako nani kwanza? Kwa majina naitwa Eutychus Maina. Mimi ni Secretary General wa Kenya Youth Organization hapa Nyeri County. Na naweza sema it was more of a political tour than a development tour. Juu tuliona watu walikuwa mobilized na njia kubwa sana. Tumeona na Rumoro what was happening, tulikuwa na pikipiki zimejaa barabara hadi magari hayapiti. Tumesikia watu walikuwa wanatuambia tumetoka State House, tumetoka State Lodge, tumepewa 2,000, tumepewa 3,000, of which niko na ushuhuda juu niko na watu kadhaa walikuwa wananiambia si moja ama wawili. So I think the president coming to the mounting was more of proving to the country that he has the mounting on his side, of which we know he doesn't really have the mounting on his side because he used money to do that. Because if it was genuine, hangetumia pesa, angekuja na hao raia wangetokea tu bila kulipo, bila hiyo malipo yote. Bado niko hapo kwa hela kwa sababu pia mimi napenda hela sana. Hizo hela ambazo walipatiwa hawa ambao mnasema waliweza kuhudhuria hizo hafla za rais ama ziara ya rais, ni wabunge walitumika kusambaza hela, ni MCAs ambao wanaegemea upande wa rais ama ni kina nani? Unajua majibu hii mambo tuliona hadi kwa magazeti ilikuwa imeandikwa that the president was using his MPs to mobilize people on his behalf, so that akifika mahali anapata kuna crowd ndo akiongea anaweza kupata ile shangwe na nderemo zile alikuwa anapewa na makofi. So I think it wasn't genuine, na siwezi sema he has the crowd of the mounting, kwa sababu if he has the crowd of the mounting, there was no need of mobilizing people or paying them to come to see the president. Asante. Mpatie mwanadada pia kando yako. Nimekuambia mtazamaji, leo tunaangazia pia swala zima la jinsia. Tuna wanaume na tuna wanawake kwenye kikao hiki, na tuseme pia ni wanaume pekee ambao wanajua siasa. Jina lako nani, na pia unieleze pia ziara ile ya Rais William Ruto eneo hili la Mlima Kenya, asilimia ngapi siasa, asilimia ngapi maendeleo, na walikufuata labda kupatia hela kuweza kuhudhuria? My name is Maureen Gashau. I am a political scientist.
To answer your question, in my opinion, the president's tour was more of a political tour because the president is a politician and a leader at the same time. And kwa ushuhuda wa hela, mimi binafsi sina huo ushuhuda, but rumor has it that he paid a few people to mobilize. Yes. Na hisia zako ni zipi kusana hilo swala zima la kuhonga watu labda kuhudhuria hafla zake, na labda unafahamu wote wa mtu ambaye labda aliweza kupatiwa hela? Sifahamu mtu. Nimesikia rumor. Lakini zipo. Mpatie mwenzako kwa kifupi jina lako nani, na kwa kifupi hisia zako ni zipi kusana ile ziara ya Rais William Ruto eneo hili la Mlima Kenya baada ya miezi 6? I'm Wanjiko Kimani from Nyeri Central Sub-County, Nyeri Town constituency. And basing my argument on presidential visit, I can categorically say this. Ruto's support is dwindling in Mount Kenya. Initially, when he was performing those meetings, he never used to mobilize crowds. People used to go willingly without any being coerced or being persuaded, and money was never used, unlike this time. So the bigger percentage was about politics. There was nothing about development or anything to do with the common mwananchi. So he used a lot of money, and what I can say is the mountain is support is losing support in Mount Kenya. Unajua, mnanikumbusha kauli ya aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua wakati mmoja, mkisema kwamba watu waliweza kupatiwa hela kuweza kuhudhuria hafla ya rais. Wakati mmoja Gachagua alisema kwamba, na nitatumia kauli yake, President Ruto and I were the darling of the Kenyan people. Na ninachokishuhudia hivi sasa ni kama mambo yamebadilika, ama ni vipi tena? Right now I think every day is a learning day, and so many people have gained a lot of civic education, unlike last time. So, and the coalition that was there before, and now because they are no longer together. So, of course, Rigathi has his own support, and Ruto has also his own people. So, it's no longer the same. Things have changed. Asante. Nije kwa bingwa hapa, naomba niko na dakika 3 kwa kifupi tu, Bwana Lewis. Ni lazima rais azuru eneo fulani ndio wakazi waweze kupata maendeleo, ama ni lazima rais aweze kuungwa mkono eneo fulani ndio wakazi waweze kupata maendeleo? Asante sana majibu. Before I respond to that, it was mentioned to me that nimeambiwa ni shida yangu ni kukaa Kamakwa, na ndio maana sijui mambo ya maendeleo. Na ningependa kusema the reason as to why ninakaa Kamakwa ni kwa sababu lazima nijue mashida ya watu wa Kamakwa ndio niweze kuwasaidia ili kuweza kusuluhisha. Kulingana na swali ambayo umeuliza kwamba ni lazima rais azuru eneo fulani ili tupate maendeleo. Ningependa kukumbusha watu kuhusu hayati mstaafu rais Mwai Kibaki ambaye ni kiongozi kutoka Mlima, na pia alikuwa rais wa hii nchi ya Kenya. Kwa sababu mimi nilikuwa mchanga, mimi ule wakati nilikuwa nimeona Rais Mwai Kibaki, naweza hata sema sikuwahi muona kwa macho yangu. Na tukiweza angalia mambo ambayo yenye yalifanyika akiwa rais, mambo ambayo sisi kama Wakenya tunajivunia, hata saa tukijua Mola amemlaza pale pema peponi, tunajua kazi ambayo alifanya. Kwa hivyo si lazima ati rais akuwa nazuru eneo fulani ili tupate maendeleo. Na ndio kwa maana mimi nasimama kidete kusema kuwa ziara hii yake kama rais ilikuwa ya siasa, sio maendeleo. Kwa sababu kama ingekuwa ya maendeleo, ningependa kurefer hapa Laikipia County, just a neighboring county.
Ukisoma Sunday, nilikuwa nasoma Sunday Nation, I think kitu page 7, ilikuwa ina explain the amount of money that was used to ferry people, around 7 million. 7 million. Mimi nikiangalia, mind you, watu ambao walikuwa wameenda hapo, walikuwa wameenda rehabilitation of a classroom, not classrooms, rehabilitation of a classroom. Use 6 million so that you can rehabilitate a classroom. Shikilia wazo lako. Naambiwa kwamba tunafaa kumrudishia mwenzangu studioni Busara na Amana kwa kule Nairobi. Kipindi cha kwanza cha mazungumzo haya katika kaunti ya Nyeri. Kaunti 019 mweza kufunguka mengi, wanasema baadhi walilipwa kuweza kuhudhuria ile ziara ya Rais William Ruto. Ni maneno yao wenyewe, si maneno yangu Majibu. Msinisubiri na magari hapo nje nikishatoka hapa. Lakini Busara, kama ulivyosikia kauli zao na kurudishia, lakini baada kikao chako studioni nitakuwa narejea katika kaunti ya Nyeri kuweza kupata hisia za wakazi wa kaunti ya Nyeri zaidi kuhusiana na ile ziara ya Rais William Ruto. Busara. Sana Majibu Kitao kwa kikao hicho. Bila shaka tumeyasikia mengi ya wakazi wa Nyeri. Nami ndani ya studio nipo na wageni wangu wote watatu wameshawasili. Nipo na Wahome wa Matinga ambaye ni seneta wa Nyeri, niko na John Mark Ababu na ambaye ni rais wa KYO, na vile vile nipo na Kimani Ngunjuna ambaye ni mwanasiasa, na pamoja nasi tutakuwa tunaangazia zile sehemu ambazo zimetolewa na wakazi pale Nyeri, na vile vile awali tulipata fursa ya kupata kusikia hisia kutoka kaunti mbalimbali humu nchini. Na moja kwa moja labda nije kwako Mheshimiwa Wahome wa Matinga, pengine umesikia vile walivyozungumza. Swala zima ilikuwa ni je, hiyo ziara ilikuwa ya kisiasa ama ya maendeleo? Je, pesa zilimwagwa ndo umati uje kwa wingi? Yaani maswali mengi sana ambayo yameibuka pale. Hebu niambie hisia zako. Asante sana, nimesikiza wale wakazi wa Nyeri, na wengi wao ni vijana na wafahamu. Wengi ni watu ambao kisiasa tuna uhusiano wa kikaribu, na wengi pia nimechukua fursa pia kujaribu kuwalea kisiasa. Jambo la kwanza nimesikia wakisema nimesikia, nimeambiwa, na nataka kwanza nieleze hivi wanarika, nieleze hata lile jambo utendeka mzuri sana katika familia, harusi. Mtu wanga apeperusha habari inakuwa na harusi, pia watumia kadi ya invitation, waambia niko na harusi pale kijijini. Mazishi ile jambo tena la huzunisha sana. Uanga pia tuenda kwa ruminga tuasema fulani ametuaga, mazishi itakuwa siku fulani, tutaanza saa fulani. Unapatiana ile ratiba, taratibu ile itafuatiliwa. Kwa nini wanga watu wanafanya mobilization? Ni kwa sababu hata kama ni harusi, sio kila mtu anajua harusi yako ni tarehe fulani. Kama ni mazishi, sio kila mtu anajua mazishi itakuwa siku fulani. Kwa hivyo kuambia watu, kuwaeleza watu, sio kusema ati ni kuwalazimisha wakuje. Na tena ningetaka kuambia wanalika pale, nimewasikiza, ndio waweza kumpeleka ng'ombe pale mtoni, lakini kufanya anywe ni swali lingine. Kwa hivyo ningetaka kuambia pale ndio watu wasema kulifanywa mobilization. Ni kweli, hata si tunapoenda kufanya mikutano kama saa siku ya Saturday, niko na mikutano tofauti. Hata hawa wanarika nitawaita kwa sababu nimeona kweli wamesema mambo mengi, wamesikia mambo mingi, wameambiwa. Nataka niwaeleze kinaga ubaga yale mambo ambayo sisi tuliweza, ile miladi tuliweza kusidua na president alipokuja pale. Nipatiane mfano kama Narumoro, kwa sababu wale ni watu wa Nyeri. Narumoro kuna soko ambaye imebakisha tu kupakwa rangi, kisha mwezi wa 8 wale watu wanafanya kazi pale kwa mituba waingie pale ndani. Kila mtu wa Nyeri ambaye anajua pale watu wanafanya biashara yao katika ile unaita slums kind of setting. Ile utaona ni pahali huwezi taka mtu afanye biashara. Kuna matope mengi, kuna nyecha. Sasa wamejengewa soko ya kisasa. Ile soko imejengwa kwa muda wa miezi 8. Pale Karatina Madhera kuna soko ya Marikiti imejengwa kwa muda wa miezi 8. Ile pia nayo iko karibu, inapakwa rangi. Pale tulienda sasa sana Ruringu Stadium. Ile stadium ilianza miaka 7 iliyopita. Nyeri ndio tu ile county haina stadium ya kisasa. Kwa hivyo wakati tunasidua ule mradi, kwangu mimi sio siasa, kwangu ni maendeleo. Lakini tofauti ya siasa na maendeleo, unapoenda sidua usienda sema nimekuja, nimesindua ndio hiyo hata kwa herini. Unaeleza yale mpangilio. Na nakumbuka sana rais akichukua muda kueleza ile mipangilio ambayo serikali iko nayo. Mimi mwenyewe kama seneta wa Nyeri nilisimama pale na nikamuomba rais, nikamwambia hapa tuko na vilabu ya vijana tofauti ambao shida kubwa imekuwa zile pesa zinapewa county za kusaidia wanarika kucheza michezo
na wale wameingia sana sana kutoka county wameenda regional rigs wanakuwa na shida kubwa kupata namna ya kusafiri kutoka Nyeri kuja kwenda Mombasa. Na nikamwambia rais, ni lazima sisi kama viongozi tuangalie kwenye budget, tuangalie kusema ni 2.5% katika NGCDF haitoshi, kama ni katika county ile kiwango ni kidogo sana. Kwa national government nikamwambia your excellency, ndiposa tuweze kukuza talanta, na tunajua hii serikali inajitolea sana kila mtu aweze kukuza talanta yako, na hiyo pia yaandamana na mlengo mpya wa masomo pahali tunataka kila mtu aweze kutumia talanta yake. Lakini kama hela zile allocation, budgetary allocation haitoshi, inakuwa ni changamoto kubwa sana. Nikisema yale mmoja atasema labda napiga siasa, lakini siasa tofauti ya siasa na kueleza maendeleo, waendeleza maendeleo kwa mazungumzo. Kwa hivyo pale kutakuwa na utashi. Umezungumza kwamba mmezindua masoko, umetaja masoko kadhaa. Yeah. Kwa hivyo kama rais atatoka Nairobi katika afisi yake ache majukumu yake aje Nyeri kuzindua masoko, jukumu la gavana wa Nyeri, seneta wa Nyeri, wewe mbunge, mwakilishi ni viongozi wa Nyeri, mtafanya nini kama ile miradi ambayo mnapaswa kuzindua nyinyi inakuja kuzinduliwa na rais? Jukumu lenu ni lipi basi katika miradi hiyo? Seneta ndio nikueleze, jukumu la seneta ni kufanya oversight kwa gavana. Jukumu ya mjumbe ni kufanya oversight kwa serikali kuu. Tunapokuwa pamoja sisi viongozi, jukumu letu ni kutimiza yale mambo tuliambia watu tulipokuwa tunapiga kampeni, tukamwambia hii mseto yetu ya Kenya Kwanza. Kuna ile manifesto yetu tutakuwa tunafanya hivi na hivi. Nakumbuka tulizunguka katika kaunti zote, napo pale rafiki yangu Kimani Ngujiri, na tukawa na economic forum ambako kila kaunti ilisema sisi tunataka kufanya hivi na hivi. Niseme kama jambo la maana, nimesikia vijana kidogo wako litaja. Kwa mara ya kwanza wakulima wa kahawa wamepata bei hawajapata kwa muda mrefu sana, kwa sababu tuliweza rekebisha, tukasawasisha, na zile vikwazo zilikuwa tukaondoa. Lile jambo asema rais andike kwa gazeti, aseme kwa TV, watu wataelewa. Lakini ni vizuri kiongozi aende aulize watu yake, sharti na haya tumefanya, ni yapi yengine mnataka tuendelee nayo? Hapa tumefanya mpaka sasa, ni wapi? Ni kama mzazi tu kwa nyumba, waenda ndio waletee watoto wako chakula, lakini wauliza was the food nice? Unamnunulia nguo, waweza mpatia umwambie jipachike faa nguo, lakini wamuuliza ya kufaa ya kufurahisha, kesho ninunue rangi gani? President pia kuongea nasi kama sisi anayetuongoza ana haki. Na ile mtu akasema lile ni siasa, lakini mimi nataka kukanusha, niseme siasa pia waeleza, na sana sana ni kueleza ule mpangilio uko. Kila mtu ajua tukichukua huu uongozi tulikuwa na physical space ambayo ilikuwa mbaya sana. Kwa nini? Kwa sababu tulitoka kwa COVID, tukawa na jangwa kubwa sana la njaa, tulikuwa na madeni nyingi sana ambazo hizo miaka mbili tulikuwa na COVID tulikuweza kuyatimiza. Hii nchi ya Kenya tu ndio nchi katika bara ya Afrika imeweza kulipa Eurobond ile ilichukuliwa 2014 kabla sisi tuchukue uongozi. Yale ni mambo ya kueleza. Tuajua kwamba kutoka serikali yake Mwai Kibaki tulijaribu kuleta universal health. Tukajaribu na serikali ya Uhuru Kenyatta. Rais Ruto amefahuru hata kama kuna changamoto kidogo tuendelea. Naam, asante. Acha tuwapatie fursa wenzako. Acha tuwapatie fursa wenzako na waweze kuzungumza. John Mark, asante sana kwa kujiunga nasi. Karibu sana katika kipindi hiki cha leo. Na seneta hapa amezungumza, lakini ukweli ni kwamba wanasema kwamba walimsubiri aje azindue hilo soko kama masoko kadhaa. Pengine katika serikali za kaunti wanapokea mgao wa fedha ambao katika hiyo mipango yao wanapaswa kuweka ndani mipango ya maendeleo, sio kusubiri rais kuja ndio maendeleo yaweze kufanyika. Pengine hisia zako ni zipi na wito wako ni upi kwa serikali za kaunti na viongozi tu ambao wanashughulikia kaunti katika kuhakikisha kwamba wakazi wako na maendeleo? Rais kutembea anaruhusiwa kutembea Kenya nzima, na hilo si jambo geni katika kwa marais wote. Lakini jambo ambayo pengine ningetaka kutofautiana na seneta mwenzangu kumrekebisha ni kwamba rais anapokuja kufungua darasa moja katika constituency moja anafanya mwelekezo gani pengine katika ile county? Because mimi hata nimeona ni ngumu hata kuita gavana kuja kufungua madarasa. Tumeona ni ukweli katika our new constitution education ijakuwa devolve, lakini tumeona magavana wengi wakifanya big projects kushinda zile rais ambaye amefungua. Mfano tunataka kumpa mfano moja, nimeona ule mbunge wa Mumias East ambaye ni Honorable Salasi. Nimeona juzi amejundua project kubwa sana ila amefungua pale KMTC, na inasemekana kwamba alikuja jana katika
ile katika ile mtandao wake wa social media Facebook, akisema rais alikuwa anampigia simu akimwambia kwamba next week anakuja ile tour ya Western, kwamba asifungue mradi aongoje ndiye akuja afungue. So tunashindwa ni mradi gani ambayo wale viongozi wengine wamechaguliwa watakuwa kifungua. Kama rais anataka kufungua mradi MP, mradi MCA na mradi wa governor. So ni lazima rais akuje tuelewe kwamba miradi as much as yeye ni rais na katika national government, ni lazima aelewe kuna zile miradi ambayo viongozi wengine pia wamechaguliwa, inafaa wafanye nini? Wa launch hizo miradi. Haya, John Mark, asante. Niko na dakika moja kabla tuelekee mapumzikoni ndio turudi tuzungumze kwa wingi. Ameleta vita mingi sana katika wale viongozi ambao wamechaguliwa. Utaona anazindua mradi, MP anasema ni wake, governor anasema ni wake, MCA anasema ni wake. Sababu ameleta lot of confusion katika hizi miradi. Naam, bila shaka Mheshimiwa Kimani Ngunjiri, najiuliza tuzungumze ama tuelekee mapumzikoni, maana yake tukizungumza itabidi uzungumze sekunde 30, alafu turudi kwako. Pengine wale vijana jinsi walivyozungumza unaweza kusemaje? Sasa kama muda ni mfupi, si niongee mwisho tu ukimaliza. Kwa sababu nilipangwa na muda hiyo na nikapangika. Basi niende mapumzikoni, alafu nikirudi je na. Matanga nilipangwa matinga nikapangika. Haya basi mtazamaji, tunaelekea mapumzikoni, tukirejea ni mengi zaidi katika kikao hicho ambapo tunazungumzia tu hali ya siasa na ziara ya Rais Mlimani iliyofanyika wiki iliyopita mtazamaji. Kwa hivyo endelea kuwa nasi, tukirejea ni mengi zaidi. Meme TV, Muthegi wa Ruriri.